ambazo zinalitesa kanisa la kizazi cha leo. Amen. Sema amen. Sema amen. Ongeza amina. Roho zinazolisumbua kanisa ziko roho nyingi, lakini nitasimamia kwa leo kipengele cha roho moja, na wakati mwingine tutaendelea na roho nyingine. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho zinazolisumbua kanisa, roho ambazo zinatesa kanisa ambalo tunalo kwenye ulimwengu. Amen. Roho ya kwanza ambayo nitaizungumzia, andika roho ya kiburi. Andika roho, sema roho ya kiburi. Ongeza sauti, roho ya kiburi. Hii ndio roho inayolisumbua kanisa. Ndani ya roho zile ambazo nimeandika hapo, mojawapo ya roho ni roho ya kiburi. Ndiyo roho inayolisumbua kanisa. Ndiyo roho inayowatesa watoto wa Mungu. Ndiyo roho ambayo inamaliza watu. Ndiyo roho ambayo inazofisha nguvu za kiroho ndani ya watu. Yaani ndiyo roho inayoondoa uwepo wa Mungu kwa mwanadamu. Ndiyo roho ambayo inaua kabisa nguvu ya Mungu ndani yako. Yaani ndiyo roho inayokutenga na uwepo wa Mungu. Roho ya kiburi. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho ya nini? Roho ya kiburi. Unaweza kusema dharau, kiburi ni roho zile zile. Roho ya kiburi, roho ya kujiona ndio kiburi hicho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuona wewe ni bora. Amen. Amina jamani. Roho ya nini? Roho ya kiburi ni moja ya roho zinazolitesa kanisa. Amen. Amina jamani. Roho ya, hebu twende tusome Biblia kwenye kitabu cha Misali sura ya kwanza mstari wa pili. Niombe msomaji mzuri. Misali sura ya kwanza mstari wa pili, na Petro ya kwanza sura ya 5 mstari wa 6. Roho ya kiburi. Roho ya nini? Roho ya kiburi. Mtu mwenye kiburi kuishi naye ni kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani mtu ambaye ana roho ya kiburi kuishi naye ni mzigo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kuishi na mtu mwenye roho ya kiburi ni kazi sana. Yaani unahitaji neema ya Mungu. Hata tu kwenye ndoa zetu, kama ni mwanaume mwanamke mwenye kiburi ni kazi. Badala ya amani na kuwa ni mzigo. Kwa nini? Kwa sababu kiburi, Bwana Yesu asifiwe sana. Kiburi ni kibaya. Kiburi ni nini? Ni kibaya. Na tunaposema kiburi, ni mtu anayejua jambo lakini hawezi kufanya. Sawa? Ni mtu anayejua hiki nafanya hakimpendezi Mungu au hakiwapendezi wanadamu. Hakimpendezi mume wangu, si ndio? Mke wangu hakimpendezi, lakini anakifanya, anajua, sio hajui, anajua ila anafanya. Maana yake ni mtu mwenye roho ya nini? Ya kiburi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu niombe soma Misali sura ya kwanza mstari wa pili. Sema kote, hakuna mtu aliyepata. Misali sura ya kwanza mstari wa pili. Unasoma vizuri kabisa. Tena usomaji kwa sauti. Rudia, soma kwa sauti. Misali sura ya kwanza mstari wa pili. Kujua hekima na adabu, kutambua maneno ya ufahamu, kufundishwa matendo ya nini? Ishia hapo. Biblia yangu inasema kijapo kiburi ndipo uharibifu unapoanza. Biblia yangu inasema kijapo kiburi ndipo uharibifu Manake kabla ya kiburi hakuna uharibifu, si ndio? Kinapoanza kiburi ndipo uharibifu unapoingia. Ndipo uharibifu unapoanza kwa mwanadamu. Kijapo kiburi ndipo uharibifu unapoanza.
Kwa roho mojawapo inayosumbua kanisa, inayosumbua washirika, inayosumbua wachungaji, inayosumbua maaskofu, inayosumbua watu ni roho ya kiburi. Yaani ni roho ya nini? Yaani mtu anakuwa na kiburi, anajiona kana kwamba yeye ni Mungu, si ndio? Anajiona kana kwamba yeye ni top. Roho ya kiburi. Nataka nikwambie, roho ya kiburi ina tabia ya kunyonya nguvu za kimungu ndani ya mtu. Ina tabia ya kumaliza mtu kabisa. Ina tabia ya kumfanya mtu, yani kila kitu kikaisa ndani akabaki na jina tu. Kwa nini? Kwa sababu ya roho ya kiburi. Na ndio maana Mungu anapenda wanyenyekevu. Mungu anatembea na watu walio na unyenyekevu. Mungu anaishi na watu wenye unyenyekevu. Mungu anaishi na watu waliotubu, wanyenyekevu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu wetu anahitaji unyenyekevu, na anaishi na watu wanaonyenyekea, watu wasio na kiburi, watu wasio na dharau, watu wenye adabu, watu wenye nidhamu, watu wenye heshima, watu wanaotii. Hao ndio Mungu anaoishi nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Yesu asifiwe sana.